Bwana, karibu kwenye tour zetu za Shamba Ujuzi, na siku ya leo bwana tumemtembelea bosi mmoja hapa Mburahati, anafahamika kama Ibra Farm. Huyu jamaa bwana anafanya ufugaji wa vitu tofauti tofauti, kama vile bata, kuku, bata wako wengi, lakini pia anafanya ufugaji wa mbuzi. Yaani huyu jamaa bwana nimemkubali kwa sababu huyu jamaa ana love sana na anachokifanya. Unajua katika masuala ya ufugaji bwana ni uwe na love na kile unachokifanya. Yaani jamaa na love kinoma noma. Yaani huwezi amini jamaa kaniacha hoi. Yaani unajua kafika mpaka mahali kwa ajili tu ya love ya wale mbuzi wake, yani jamaa kawafungia mpaka AC. Yaani ungekuwa ni wewe hapo nyumbani, hiyo AC ungeenda kufunga ni geto kwako nini, upulizwe kiyoyozi kizuri, lakini jamaa kwa love aliyoionyesha mzee kaamua kuwafungia mbuzi wapigwe kiyoyozi. Yaani mimi nilikuwa naongea hapo unaweza kufikiri ni utani, lakini ni watu wamewekeza. Unajua watu wanapenda sana hivi vitu, na hivi vitu bwana vinalipa, kwa sababu mimi kila nilichojaribu kigusa kwake 800,000 laki ngapi milioni vitu kama hivyo, umeona. Sasa wewe ukiona kama ni Gen Z alafu unatafuta fursa alafu kila siku tunabahasha, ndio nakusanua namna hii. Sasa huyu jamaa mcheke hapa anaitwa Ibra Farm, yuko hapo Mburahati. Hichi ninachokuambia jamaa na love kinoma mpaka anaamua kuwafungia mbuzi wake AC. Hiyo ni love ya namna gani rafiki yangu? Yaani penda unachokifanya. Hebu msikilize huyu jamaa hapa alafu utanielewa labda ninachokuambia. Ila jamaa bwana Mungu amweke sana. Jamaa anapenda mifugo yake kinoma noma rafiki yangu. Tuko na kondoo pia. Kuna mbuzi nilikuwa nao hapa ni Gala, Isiolo. Na kondoo nilikuwa nao kuna kondoo aina mbili, na kondoo aina dopa na pamoja na suki. Suki kama huyo unamshika hapa ni suki, mwenyewe anakuwa na mkia mpana hivi alafu kuna kimkia kinashuka. Dopa mwenyewe anakatwa mkia na manyoya yake anakuwa kama anajiviringisha hivi kama sufi. Kwa hiyo ndio kondoo na mbuzi tuliokuwa nao. Kama huyu hapa ni jike wa dopa na tayari ameshapandwa na mimba. Sasa dume kama huyu ni dume wa suki. Huyu ni dume wa suki. Anakuwa na limkia likubwa hivi alafu kuna kimkia kinakuwa kinashuka hapa. Kwa tofauti zao ndio hizo. Bei za dopa kama huyu jike mwenye mimba hivi ni 6,500. Alafu dume kama huyu dume hapa wa dopa tulikuwa naye hapa shambani kwetu. Kwa hiyo dume kama huyu unampata kwa shilingi 8,500. Na hawa Gala majike ni shilingi 3,500 ambao wana mimba tayari wameshapandwa. Na madume makubwa hapo shilingi 700,000 na shilingi 500,000 kwa bei ya madume. Kwa hiyo kama muda wao umefika wa kula pumba, sasa hizo wanakula pumba na pia wanatoka wanaenda kula pia majani. Ni mbuzi ambao wasumbui na magonjwa kabisa, hawana changamoto yoyote. Na wanakuwa kwa haraka, na faida yake nyingine wanazaa mapacha, na kwa mwaka wanazaa mara 2. Wao ndio mbuzi. Kwa hiyo sisi banda letu tumelekea hizi pallet kwa chini. Sababu ya kuweka hizi pallet ili wasiweze kuchafuka. Maana wakikaa chini sasa, maana chini hapa kuna tiles. Kwa hiyo kinyesi na mikojo inaweza kachafuka. Kwa hiyo akichafuka atatupa sisi kazi mara 2 kuwasafisha. Kwa hiyo tumejiongeza kuweka hizi pallet ili wakae vizuri. Sasa na kwa sababu hapa ni mjini na eneo lenyewe limekuwa ni finyu na tunapenda kufuga mbuzi wakiwa wengi huku, wakati wa usiku inakuwa joto sana. Tumejiongeza, kwa hiyo tumewekea na hichi kiyoyozi wakati wa usiku tunawafungulia hapo, tunawashia. Kwa hiyo kama unavyoona yeye anapopiga kazi, kwa hiyo itapiga upepo huku kote na wa huku watapata hewa safi na nzuri kabisa, na ambao watakao kaa kule nao inafika. Kwa hiyo tumejiongeza kwa style hiyo, na yote hii kwa sababu ya mapenzi yetu na hawa mbuzi na ni ajira. Kwa hiyo tumeona tujiongeze. Kwa hiyo kama hapa usiku wengine tutawekea ngazi, watapanda, watakaa juu, wengine watakaa chini. Kwa hiyo wanakuwa na enjoy kabisa maisha, wanaenda vizuri. Na hapa kila baada ya siku 3 wakati tunatoa hii mbolea tunawapa watu wanaolima. Tunagawaga bure tu, hatuuzi.